Wanahabari na ndugu wananchi, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha wananchi na umma wa Tanzania kwamba mkoa wa Mtwara tuko salama, tuko shwari. Wananchi wanaendelea kujenga taifa lao kwa shughuli mbalimbali na kujitafutia riziki katika maeneo mbalimbali. Lakini pia napenda kwa nafasi hii kutoa taarifa ya mafanikio ya misako, doria na operation mbalimbali pamoja na yale mafanikio ya kesi mbalimbali mahakamani, kwamba kwa kipindi cha mwezi huu Aprili 2025 jumla ya watuhumiwa 15 walikamatwa kwa kujihusisha na tuhuma za makosa mbalimbali kama ifuatavyo: makosa kupatikana na pombe za moshi, kupatikana na dawa ya kulevya aina ya bangi, wizi wa mifugo pamoja na mauaji. Watuhumiwa 8 walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya moshi maarufu gongo kiasi cha lita 82 pamoja na mtambo mmoja wa kutengenezea gongo hilo. Watuhumiwa 4 walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi gramu 103. Watuhumiwa 3 walikamatwa kwa kosa la wizi wa mifugo na mtuhumiwa mmoja alikamatwa kwa tuhuma la kosa la mauaji. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limemkamata na kumfikisha mahakamani Samuel Matayo Oyo, miaka 27, mkazi wa Kisiwani, wilaya ya Nanyumbu, kwa tuhuma za mauaji ya Abdalla Ajali Musa, miaka 40, mkazi wa kijiji cha Nakole. Mtuhumiwa alitenda kitendo hicho tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kwa kumpiga fimbo marehemu maeneo ya kichwani na kumsababishia majeraha yaliyopelekea kifo chake. Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa muda mrefu ulioambatana na wivu wa mapenzi kati ya mtuhumiwa na marehemu, baada ya mtuhumiwa kuona marehemu akiishi na mwanamke ambaye awali alikuwa mpenzi wake. Mafanikio mahakamani: 1. Tarehe 2 mwezi wa 5 2025, Mahakama ya Wilaya ya Tandahimba ilimhukumu kifungo cha maisha jela Hassan Hakika Mwendo, miaka 18, mkazi wa kijiji cha Dinyeke, baada ya kupatikana na hatia ya kumlawiti mtoto mwenye ulemavu. Hukumu hiyo ilitolewa mbele ya hakimu mfawidhi wa Mahakama ya Wilaya ya Tandahimba, Mheshimiwa Joseph Julius Waruku, na mwendesha mashtaka Zubeir Ramadhani Ngondo. Ni kwamba mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 22 mwezi wa 4 2025 katika kijiji cha Dinyeke baada ya kumlaghai mtoto huyo wa kiume jina tunalihifadhi ambaye ni mlemavu na kumchukua na kumpeleka kichakani, baadaye kumfanyia kitendo hicho cha kikatili. 2. Tarehe 30 mwezi wa 4 2025, Mahakama ya Wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha maisha jela Eugene Cleophas Venant, miaka 56, mkazi wa kijiji cha Mbonde, wilaya ya Masasi, kwa kosa la kulawiti. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 30/7 2024 huko katika kijiji cha Manyula, wilaya ya Masasi, kwa kumwingilia kinyume na maumbile mwanaume mmoja jina linahifadhiwa mwenye umri wa miaka 28 kwa kijiji cha Mbonde, wilaya ya Masasi. Ni kwamba mtiwa hatiani alitekeleza kitendo hicho cha kinyama baada ya kumvizia mhanga akiwa jikoni anapika na kumsukuma kwa nguvu na kumwangusha, kisha kufanya kitendo hicho kwa kutumia udhaifu wake wa kimwili. 3. Tarehe 29 wa 4 2025, Mahakama ya Wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela Bakari Hamis Matole, miaka 21, mkazi wa kijiji cha Namakongwa, wilaya ya Masasi, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kubaka. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 25 wa kwanza 2025 huko maeneo ya kijiji cha Namakongwa baada ya kumlaghai mwanafunzi wa kike jina linahifadhiwa wa kidato cha 4 na shule pia inahifadhiwa, kwa kumchukua na kumpeleka katika nyumba anayoishi kisha kutekeleza kitendo hicho cha ubakaji. 4. Tarehe 30 wa 4 2025, Mahakama ya Wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela Danford Boniface Potter mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa kijiji cha Namdenga, baada ya kupatikana na hatia ya kubaka.
mtu hatiani tena kosa hilo tarehe 19 wa kwanza 2025 katika kijiji cha Namdenga baada ya kumvizia kwa nguvu mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 42 ila tunahifadhi mkazi wa kijiji cha Namdenga akiwa shambani na kisha kumbaka. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa huu linaendelea kuwasihi wananchi wote wa mkoa huu kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi na kutunza amani kama ambavyo imekuwa ikitunza katika matukio mengine yote ya kitaifa. Mwisho, Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara linawapongeza na kuwashukuru sana wananchi kwa ushirikiano wanaendelea kuutoa, hususan katika kuitikia wito pale wanapohitajika mahakamani kutoa ushahidi, jambo ambalo limepelekea kesi nyingi sasa kwenda vizuri na kupata hatia kwa wale ambao wametenda makosa.